Mtihani wa kizazi. Usiku ulikuwa mzito ndani ya nyumba ya Ahmad na Aisha. Miaka 7 ya ndoa, lakini sauti ya mtoto haikuwahi kusikika humo. Ahmad alikaa kimya, macho yake yakitazama dari. Maneno ya ndugu zake yalikuwa yanamchoma moyoni. Utaendelea kukaa bila kizazi? Utaacha jina lako lipotee? Utaendelea kukaa bila kizazi? Utaacha jina lako lipotee? Aisha, upande mwingine wa kitanda, alikuwa akifuta machozi kimya kimya. Alijua madaktari walishasema uwezekano wa kupata mtoto kwake ulikuwa mdogo sana. Vipimo vimeonyesha kuwa uwezekano wako wa kupata mtoto ni mdogo sana. Siku moja, Ahmad alirudi nyumbani akiwa na uso mzito. Aisha, sauti yake ilikuwa nzito. Wazazi wangu wanataka nikuache. Maneno yale yalipiga kama radi moyoni mwa Aisha. Mikono yake ilitetemeka. Na wewe je? Wazazi wangu na ndugu wamesema nikuache. Wewe unasemaje? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Kimya. Siku zikapita. Ahmad akaanza kuwa baridi. Sala zikawa fupi, tabasamu likapotea. Nyumba ile ikageuka kama kaburi la huzuni. Lakini jirani yao, mzee mmoja mcha Mungu, alimuita Ahmad siku moja. Wewe kijana, unataka kumwacha kwa sababu Allah hajampa mtoto? Au kwa sababu umekosa subra? Je, hujui kuwa Allah alimupa mtoto Nabii Zakaria katika uzee na mke tasa? Ewe kijana, alisema, je, unamwacha kwa sababu Allah hajampa mtoto au kwa sababu moyo wako hauna subra? Ahmad alinyamaza. Mzee akaendelea, je, hujui kuwa Allah alimpa mtoto Nabii Zakaria baada ya uzee na mke tasa? Ahmad alihisi moyo wake ukitikisika. Usiku ule alisali rakaa ndefu kuliko kawaida. Alilia. Kwa mara ya kwanza hakumuomba mtoto, bali aliomba radhi kwa kukosa shukrani. Allah, nisamee kama nimekosa shukurani kwako katika kadara yako. Siku chache baadaye, alimkuta Aisha akisali tahajjud, akimuomba Allah kwa sauti ya kilio. Allah, kama sina heri ya kuzaa, basi nifanye niwe sababu ya janna ya mume wangu. Ya Allah, kama sina heri ya kuzaa, basi nifanye niwe sababu ya janna ya mume wangu. Ahmad akalia kimya. Asubuhi yake alimwambia, sikuachi, tutaishi pamoja, na kama Allah hatupi mtoto, tutalea yatima. Mke wangu, ondoa hofu. Kama hatukupata mtoto, tutalea mtoto yatima. Asante hata kwa hilo. Miaka 2 baadaye, nyumba ile ile iliyokuwa kimya sasa ilikuwa na kicheko cha mtoto waliomlea kutoka kituo cha yatima. Habari zenu? Mambo ikoaje hapa? Nzuri sana. Cheza nasi. Na cha kushangaza zaidi, baada ya muda, Aisha alianza kuhisi mabadiliko mwilini. Madaktari walishangaa. Allah hakuchelewa, alikuwa anajaribu subra. Ujumbe wa historia: mtihani wa utasi si mwisho wa rehma. Talaka ni halali, lakini subra ina daraja kubwa. Allah huchelewesha kwa hekima, si kwa chuki. Mwandaaji wa simulizi ni Albadru Studio. Mwandishi ni Shams Muungwana, na mimi ni msomaji wako Ramla binti Husseini.